Hivi rafiki yangu, shida nini? Mbona uko hivyo? Acha tu shogangu. Nimeruka mtoto nje. Nimeenda kisima nifuata maji. Ila narudi sijamkuta mtoto. Nimeanza kumtafuta, nimemtafuta. Sijamuona, nakutana na babake ni kichaa, mimi hata sielewi. Mungu wangu, hata kama umekutwa na nini? Mimi hata sijui. Sasa kangu kitu kimoja rafiki yangu. Kuna mchungaji ambapo mimi ninasali. Huyo mchungaji ni hodari sana. Akifanyia maombi, mume wako atakaa sana, mwanao atapatikana. Unachosema ni kweli? Kweli rafiki yangu, mimi nakwambia tunashukuru baadaye. Tena akufanyia maombi. Basi sawa. Sawa. Odi. Kuna nini? Karibu. Asante. Abigaili, mtumishi wa Mungu, nimekuona umekuja na mgeni hapa. Kwanza niwakaribishe, karibuni sana. Na pia nitamani kujua huyu ni nani kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kumuona hapa. Asante mchungaji. Ndio. Mbele yako ni rafiki yangu. Ndio. Amekuja hapa kwa ajili ya huduma na machangamoto ambazo zinamsumbua katika familia yake. Sawa sawa. Hivyo yuko hapa kwa ajili ya huduma. Ndio. Karibu sana binti. Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Margaret. Changamoto yako ni nini Margaret? Changamoto yangu mimi nilimweka mtoto nje. Ndio. Nikawa nimetoka nimeenda kuchota maji. Narudi sikumkuta mtoto. Ile nimeulizia. Wameniambia mara ya mwisho ndio wamemwona na baba yake. Nimezidi kumtafuta mtoto, nikakutana na baba yake akiwa hana mtoto. Ndio. Nimejaribu kumuuliza, hanisemeshi ndio wala aniongeleshi. Maana yani ameshakuwa kichaa. Pole sana Margaret. Asante. Ase, nimefuata mwanangu kwa sababu amekimbilia hapa. Kwa sababu gani umempokea wewe? Yuko kwao. Kwa hiyo ndo nampa kiburi abebe mimbeti? Kwa baba yake hapa. Naomba tuheshimiane. Kumbe wewe unamsababisha aja, alafu wewe ukija nyumbani nitakumaliza wewe. Utaukata lishingo lako hilo. Mwenelewa? Hakisha wewe kwa sababu shangazi yako yakuta kiburi na kukumbatia, mimi na utamalizana. Mungu anaweza kila jambo. Biblia inasema kwamba hakuna jina jingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuwaokoa isipokuwa ni jina la Yesu Kristo peke yake. Ni jina lenye uwezo, lenye nguvu. Kuna mtu mmoja alikuwa ni wa nchi za Magerasi. Huyo mtu akawa ni kichaa, kaishi makaburini. Akafunga minyororo mikubwa lakini akawa anajikata kwa mawe. Siku moja akakutana na Bwana Yesu akamponya kabisa. Ule ukichaa ukaondoka na akawa mzima kabisa. Kwa naamini hata wewe kupitia imani yako, tukianza kuomba hapa kupitia wewe, kule mume wako atafunguliwa kabisa. Basi naomba tusimame kwa ajili ya maombi. Karibu tusimame wote. Basi tuongoze wimbo kwa ufupi, alafu wewe utapiga magoti hapa. Ili tukuombee, piga magoti tukuombee. Kaka, uliponiua ulipata faida gani? Sikupata faida yoyote mdogo wangu. Kama kupata faida, kwa nini uliniua? Ni tamaa tu ya pesa mdogo wangu.
Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya maombi haya ambayo tunainua mbele zako, kwa ajili ya mtu huyu ambaye Mungu shetani ameharibu ufahamu wake na akili zake. Katika jina la Yesu naachilia moto ulao katika ulimwengu wa roho. Ninaharibu kazi za shetani, ninaharibu uchawi, ninaharibu majini, ninaharibu mapepo, nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba umetupa uwezo wa kukanyaga na kuharibu nguvu zote za giza. Natuma moto katika ulimwengu wa roho, na huo moto unasafiri kama upepo, na nguvu zako ni zaidi ya upepo. Sasa katika ulimwengu wa roho, mashetani yote, nguvu zote za giza za aina yoyote, katika jina la Yesu ninaripua kila uchawi, ninaripua kila majini, ninaripua kazi za mashetani kwenye ulimwengu wa roho. Naachilia moto ulao katika jina la Yesu. Naharibu kila mamlaka za shetani, nafungua kila walipofunga, nafungua kila walipofunga, naharibu kila walipopaharibu katika jina la Yesu. Natengeneza amani, natengeneza afya yake ikarejee, natengeneza uzima ukarejee, natengeneza ufahamu ukarejee, natengeneza akili mpya, natengeneza ubongo mpya katika jina la Yesu Kristo. Mashetani na nguvu za giza zinamwachia huyu mtu anafunguliwa, zinamwachia huyu mtu anafunguliwa, zinamwachia huyu mtu anafunguliwa, zinamwachia huyu mtu anafunguliwa. Mizimu ya namna yoyote zinamwachia huyu mtu anafunguliwa sasa katika jina la Yesu. Natangaza neema yako ya ajabu, neema yako inayofungua watu, neema yako inayokomboa watu, neema yako inayoachilia watu wanatoka katika vifungo vya giza katika jina la Yesu. Moto unasafiri kwenye ulimwengu wa roho, moto unachoma majini, moto unachoma mizimu, moto unaharibu uchawi wa aina yoyote kwa jina la Yesu Kristo. Majini ya aina yoyote yanaharibiwa sasa katika ulimwengu wa roho. Baba, nakutukuza kwa sababu nguvu zako zinafungua na zinaponya. Naamini huyu mtu amefunguliwa sasa, naamini huyu mtu anaachiliwa huru. Namuvua maroho ya giza, namuvua maroho ya mashetani, namuvua katika vifungo vya kishetani. Anarejea kwenye akili yake ya kawaida, anarejea kwenye ufahamu wake wa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, ninatangaza kwamba umetenda, natangaza kwamba umemweka huru, natangaza kwamba umemfungua, natangaza kwamba umemponya, natangaza kwamba damu yako pale msalabani iliyomwagika imeleta ushindi sasa, imeleta uzima sasa. Huyu mtu anafunguliwa, huyu mtu anakuwa huru sasa. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu umetenda, katika jina la Yesu, amen. Unajua nini Bwana Baraka? Ndio. Na mambo mengi mimi siyaelewi kwenye kijiji chetu hiki. Yaani wale wakumbuka wale machokora waini wale? Yaani siwezi siwaone yani. Yaani naona mmoja tu. Tena mbaya zaidi watu wanakufa ovyo ovyo. Kwa hiyo si tufanyeje? Sasa tufanyeje? Sisi tupo tu hapa kama ni mpango wa Mungu basi. Kama impanga kishirikina, sisi tupo tu hapa. Ngoja mimi niende sasa. Haya, mimi nipo tu hapa. Haya. Sasa jamani, watu wanakufa ovyo ovyo. Hadi mimi mwenyewe naogopa basi.
Kaka, unaweza kuniambia umepatwa na nini? Kaka, unaweza kuniambia umepatwa na nini? Kaka, unaweza kuniambia umepatwa na nini? Kaka, si uniambie. Marhaba, habari za hapa? Ni mbaya. Margaret, huyu ndio nani wewe? Mume wangu mchungaji. Huyu ndio mume wako? Ndio. Anaitwa nani wewe? Frank. Frankie. 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 Hebu tumshukuru Mungu kwanza. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Frankie. Umetenda maajabu. Umemuondoa katika hali ya mateso. Nguvu za giza zimeshindwa. Roho za mashetani zimeshindwa. Umemrejesha katika hali yake ya kawaida. Pepo la ukichaa limekimbia kabisa. Roho za Freemason zimemwachia. Frankie sasa amefunguliwa. Asante Mungu kwa matendo makuu ulioyatenda kwa ajili ya Frankie. Kuanzia sasa Frankie amefunguliwa. Frankie? Naam. Nini kimetokea Frankie? Ni historia ndefu sana. Unaweza ukanielezea hata kwa ufupi? Ndiyo mchungaji. Hebu nieleze. Menifurahisha sana. Hivyo basi. Naona tuna mgeni. Naomba.
Ndio hivyo mchungaji. Uko huru sasa Frenki. Amina mchungaji. Unaweza ukasimama sasa. Asante. Asante Mungu. Mungu amefanya maajabu. Aya. Mungu amekuweka huru Frenki. Umekuwa mtu mpya sasa. Amen. Shukuru sana mchungaji. Mashetani yote yameshindwa Frenki. Asante sana. Sasa wewe ni mtu mzuri kabisa. Ndio. Margaret, tunaweza kumkumbatia mume wako? Kumbatie basi mume wako. Jamani, karibuni sana kanisani jamani. Karibuni sana Frank. Karibu sana Margaret. Karibu sana. Mungu awabariki sana. Amina. Na nitafurahi nikiwaona kanisani. Tunapatikana kata ya Nyakabango, kijiji Nsambya. Kwa hivyo kanisa letu linaitwa AGGCI. Karibuni sana. Amina. Nitafurahi nikiwaona. Asante.